chini, hakuna jibu lolote katika shida zangu na matatizo yangu. Neno la Bwana lasema, barikiwa mtu yule anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi, anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Baba inua tena magharibi ya leo, tunahitaji kusikia. Tunajua kwa wanadamu hakuna jibu, kwa wanadamu hakuna msaada, kwa kiumbe chochote kile chini ya mbingu hakuna msaada. Msaada wetu kwa mikononi mwako. Watu hawa wako mbele zako, Bwana, naomba wasaidie kila moja, naomba watie nguvu kila moja, naomba wawezeshe kila moja, naomba wahudumie kila moja. Tumeifungua ile wiki tena ya kipekee kwetu, wiki ambayo tumetarajia wewe kusema nasi, wewe kutusaidia, wewe kutujenga, wewe kutufungua, wewe kutuponya, wewe kutupatia ushindi tunaotarajia kutoka mikononi mwa Bwana. Asante kwa sababu utawatenda mema watu wako. Asante kwa sababu hakuna yule atakayekuwa desi. Sote kwa pamoja tutaheshimu ukuu na uzuri wako. Nasema ni asante Bwana, kwa maana uko hapa jioni ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Shangilia wakati kuimba. Tusome kitabu cha Wafalme wa Pili. Ili Mungu, mpingeni shetani, mpingeni shetani, naye atawakimbia, naye atawakimbia. Haweza kukaa. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Tuna ujumbe wiki hii unasema unstoppable. Haleluya! Ni ujumbe unakuja kusema kwa maisha ya mtu mmoja kwenye wiki hii. Endapo utasikia, endapo utaelewa, endapo utazingatia, wala utashikilia, kuna mtu mmoja ambaye maisha yake haitaziwiliwa tena. Haleluya, haleluya. Nasema je connais le projet que j'ai pour toi, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Haiko ya mabaya, lakini ni ya mazuri. Adui siku zote ana mipango mibaya juu yako. Anamuona Mungu mwenye mipango mizuri asubuhi, mipango mizuri mchana, mipango mizuri jioni, mipango mizuri usiku wa manane. Amepanga mema juu yako. Na ninatangaza leo kuna mpango unaandikwa katika mbingu za Baba. Maana namuona Elia anasema, nimeona wingu la mbingu limefunguka na mvua ya baraka inaenda kushuka. Na ninasema mahali wengine wako kwenye jangwa, wewe hautakuwa mjangwa. Mahali wengine wanakosa kazi, wewe hautakosa kazi. Mahali wengine wanalia, wewe hautalia. Mahali wengine wanakaukiwa, wewe hautakaukiwa. Mahali wengine wamechoka, wewe hautachoka. Mahali wengine wamepigika, wewe hautapigika. Mahali wengine wameikaliwa, wewe utaachiliwa. Na kuona wewe uko unanepeshwa kwa msalaba wa msalaba.
kucha. Nisikie kuna mtu yuko nasikia harufu ya baraka mlibariki. Nisikie kuna mtu yuko nasikia baraka inanuka familia yake. Nisikie kuna mtu yuko nasikia harufu ya diploma kunuka mwake. Nataka usikie harufu. Maana Elia alisikia harufu ya mvua. Akamwambia hakibi. Maana ukibakia hapo taroana. Tena itakuwa ni mvua yenye haiko ya kawaida. Haitanyesha kwa kawaida. Kwa sababu mawingu ishatangaza. Na mimi nakuombea mawingu ya wakwenu iweze kuyayuka. Iachilie mawingu ya Bwana. Imimine baraka juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Mawingu ya Jehova imimine baraka. Mawingu ya Baba imimine miujiza. Mawingu ya Baba imimine ishara. Mawingu ya Baba imimine matokeo yaliyo halisi na yenye kipekee. Mungu anena kuona. Mfalme akaanza kimbia, maana alikuwa na mafarasi. Sikia kenye kinanishangaza hapa. Haleluya. Hapa njoo kwenye uko na nishangaza. Farasi zinaanza kimbia kutoka mlima Karmeli na kufika mjini kilomita 4. Kuna mtu anasikia 4 kilomita kutoka mlima kwenda mjini, 4 kilomita. Mfalme anaambiwa wende mvua inanyesha. Mara zingine tunaambia kama Kristo wende mbingu itakutendea. Tunawaambia kwa sababu tunaamini, wengine wanakuwa hawaamini. Unaona probleme yenye kukuweye, unaona haiwezekani. Kwa nini aseme hivi? Hata Naamani na yeye alimwambia Elisha, kwa nini angeniambia nimekoka kwa mitoni ya kwetu? Mto unaitwa Habana na Farpari ni mito mizuri. Anaenda niambia nijitweke mara 7 ndani ya Yordani. Mtoni inayala mchafu, mtoni ya matope. Kumbe kama neno la nabii limetoka. Na mimi nasema hivi, kila tamko niko na kutamkia, ukilipokea itatokea. Itatokea. Maana ni katika neno linatuma nguvu ya malaika na jeshi nyuma yako kukusaidia. Wote wenye unaona wamefaulu leo, kuna nguvu inayowapeleka mbali. Kuna nguvu inayowasukuma kufikia kufaulu. Maana mimi nasema hivi magharibi, mbingu iangalie kila mwenye aliharibisha nyota ya maisha yako, nyota ya watoto wako, nyota ya familia yako, nyota ya nyumba ya kwenu, nyota ya biashara yako, nyota ya tumbo yako, nyota ya mipango huko nayo. Na kila mwenye aliangalia, nasema avunjike miguu na mikono katika jina la Yesu Kristo. Hata awe baba yako anasimama wala nani yako anasimama, kila mwenye anazidisha nyota ya maisha yako ni kwa na meza baraka zako usiku na mchana. Ukibarikiwa analia, ukigonjwa anacheka, ukikuliwa analia, ukifanya shida ndio anashangilia. Kila mwenye anashangilia matatizo yako, nimemtangazia leo mikono na miguu yake ivunjike katika jina la, katika jina la, katika jina la. Sema Bwana, weka nguvu kwa miguu yangu. Mungu anaweka juu spidi, mbio za haraka. Kwenye walikumoja haikotoka nitakuonea, kwenye walikupigia haikotoka nitaukamatia. Wewe utakuwa kama kambale lumai yenye maporo sana haishindikaki.
shida kila gereza kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kila kitu kinawawile kibereze, kila kitu kinawakamata kibereze. Kwa nini wakuogope wewe? Kwa nini waikalie wewe? Kwa nini watese wewe? Kwa nini wapige wewe? Kwa nini waonee wewe? Leo hii kuna revolte kwamba kuanzia leo tunaandika ukurasa mpya. Wote walikukamataka, wote walikuikaliaka, hawana nguvu tena ya kukushikilia wewe. Kwa jina la Onote. Niliwaza niko na watu wenyewe watakuwa na hasira saa yangu. Kitu kishateseka sana kabisa. Osha niko nayo haitaukamata wewe. Service l'enfance nasema je connais les projets que j'ai pour toi. C'est le projet de bonheur, non de malheur. Haiko ya mabaya lakini ni ya mazuri. Adui siku zote ana mipango mibaya juu yako. Anamuona Mungu mwenye mipango mizuri asubuhi, mipango mizuri mchana, mipango mizuri jioni, mipango mizuri usiku wa manane. Amepanga mema juu yako. Na ninatangaza leo kuna mpango unaandikwa katika mbingu za Baba. Maana namuona Elia anasema, nimeona wingu la mbingu limefunguka na mvua ya baraka inaenda kushuka. Na mimi nasema mahali wengine wako kwenye jangwa, wewe hautakuwa mjangwa. Mahali wengine wanakosa kazi, wewe hautakosa kazi. Mahali wengine wanalia, wewe hautalia. Mahali wengine wanakaukiwa, wewe hautakaukiwa. Mahali wengine wamechoka, wewe hautachoka. Mahali wengine wamepigika, wewe hautapigika. Mahali wengine wameikaliwa, wewe utaachiliwa. Na kuona wewe uko unanepeshwa kwa msamaha msarabuje, unatuna unapanda juu. Maana walifikiri kukufinya ndio kukumaliza, kumbe ukifiatuka utafiatuka na maana. Nami nasema juu ya baba moja, nasema juu ya baba moja, nasema juu ya kaka moja, ukifiatuka utafiatuka. Unaona? Anamwambia Ahabu, sikia hii. Elia anaambia Ahabu, kwa sababu umesikia maneno ya mkeo Yezebeli. Maana Yezebeli aliinukia manabii wa kweli na kuwaua kwa upanga mkali. Sasa Elia akatuma ujumbe kwa huko Israeli kwa mfalme Ahabu akimwambia, ita manabii wote wa Ashera na manabii wa Baali waje tupande kwa mlima. Manabii hao wakaja 400 wa Ashera au Dagoni na manabii 450 wa Baali, wote pamoja wakawa 850. Wakapanda juu ya mlima uitwao Karmela. Niko nasema hivi, naona watu wamepanda mlima huu wa Shilo ili Mungu aweze kuwajibia. Inawezekana kese yako imechosha watu, kata mashauri imechosha watu pande zote, lakini kwa madhabahu ya Shilo kila mzigo utaletwa, kila hitaji litaletwa, kila tatizo litaletwa, kila lolote lililoikalia na kufanyia watoto wa Mungu likifika hapa kwa madhabahu haya, acha litatuliwe katika jina la Yesu. Nasema tena liweze kutatuliwa katika jina la Yesu Kristo. Mzigo ulio nao Bwana na utatue kwa jina la Yesu. Inawezekana. Haleluya. Inawezekana. Sema inawezekana. Inawezekana. Sema inawezekana. Inawezekana. Naona inawezekana kwako wewe kuwa chanzo cha baraka ya familia.
yako kuwa chanzo ya furaha ya jamaa. Inawezekana leo bado haujaonekana, bado hajakuweka peupe. Ngoja Baba kuweke peupe. Ngoja Baba kuweke peupe. Napenda Elia alipopanda Karmeli. Sikia niseme kitu hapa. Ukifuata kila nabii au kila mtumishi kwenye miaka zile, alikuwa na mlima anapokutana na Mungu, na hapo Mungu alipaswa kuongea. Tuanze na mzee Ibrahim. Alikuwa na mlima Moria. Mara zote akienda kuomba alijua ninaenda Moria kuomba, mlima wa Moria. Noa alikuwa naomba kwa mlima Hararati. Alafu Musa alikuwa naomba kwa mlima Sinai. Elia alikuwa naomba kwa mlima Karmeli. Wewe unaombea kwa mlima gani? Wewe unaombea kwa mlima gani? Kuna mtu yuko nataka asikie kitu hiki. Mahali unapoombea kuna muhuri wa jina lako pale. Unaposema mbingu inakuwa iko tayari. Haiko ya kukasana sana, haiko ya kupigana. Maana kuna mahali unafikaka, ukikaa unasikia kuna neema. Ndio maana Musa alipokuwa anafika tu mlima Sinai, wingu linamfunika, linamwondolea tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, kiu cha maji, kiu cha kitu chochote. Anakaa siku 40 bila kula wala kunywa. Mtu anasikia sema amen. Sasa sikia, wiki hii niko nataka kitu chote iki chose kikuuza mahoro. Umeenda kupokea news speed. Maana kuna watu wanaishi ni kama maisha yao inayala madonda, vizingiti na vizingiti, viziwizi na viziwizi. Mwaka huu Bwana alituambia mpaka mbingu ziseme, lakini ili mbingu ziseme tukawa na ile masaa 28 ya maombi, na hayo yameshika ngazi kabisa, na vilele vya haya maombi tuko tunamuona Mungu. Wote ambao wameparticipe 24 heures du temps de prière wameona Mungu akitembea. Na kama haingelikuwa nguzo yenye nguvu ya maombi, misiamini kama kuna wengine wangekuwa naishi. Kuna wale wangechekelewa zaidi, kuna wale wangezarauliwa zaidi. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametufanya wazima na ametupa uaminifu na ametutendea mema, ili kwamba tujue kuomba masaa 28. Sasa baada ya masaa 28 ndio tunaenda kwenye kuto kuziwizwa. Bwana asifiwe sana. Kuto kuziwizwa. Sijui ni kitu gani kimeziwia kwenye maisha yako. Sijui ni nini chenye kiko bariere kwa maisha yako. Maana matamanio ya moyo wangu ni kila bariere iko kwa maisha yako iweze kuvunjwa. Kila bone walichenga kwa maisha yako. Kuna watu wanatembea na wako na mabone kwenye hawawezi kupita. Kuna mabone lishawekwa dans le niveau spirituel, hauwezi kuvuka. Kuna wale wako hapa hauwezi kuvuka kiwango fulani cha kipesa, maana uko na bone ya kipesa inasema hautafukaka hapa. Ukifika kile kiwango
ni lazima ushuke na utaendelea. Nimetangaza hiyo itavunjika kwa jina la Yesu. Kuna watu kwenye maisha yao, kuna mahali tu wamefungiwa na hawawezi kuvuka kabisa. Nasema katika jina la Yesu, kila barieri yenye iliwekwa kwa maisha yako hii wiki lazima iweze kuvunjika. Hakuna barieri wala mpaka wowote utakaosalia. Kuna mipaka mingine lazima ivunjike na uing'oe ili uendelee. Wazazi wako hawakuwa na nguvu ya kuondoa hizo pone wala kuvunja hizo mipaka. Sasa mimi nakuja kukupatia jina ya kwamba wewe hautaziwiliwa na mipaka ya kwenu, hautaziwiliwa na mipaka ya ukoo wenu, hautaziwiliwa na mipaka ya asili ya kwenu, hautaziwiliwa na maneno ya kwenu, hautaziwiliwa na kizazi cha kwenu, hautaziwiliwa na roho za kwenu, hautaziwiliwa na mapepo ya kwenu, hautaziwiliwa na misimu ya asili ya kwenu yenyewe na teklare maisha yako siku na mchana. Naisema tena, narudia, hii wiki hautaziwiliwa na kila roho yenye iliwahi kuzuia wengine katika ndoto wanaona washashindwa, wengine katika ndoto wanaona hawataendelea, wengine katika mawazo ya kawaida wanaona itawezekana, wengine katika nia makusudio yao wanaona hakuna kitafanyika. Natangaza kama ishivyo Jehova, kila mipaka iliyozingira maisha yako ninatangazia asili ya kwenu. Sauti hii na iende kwenye makaburi ya kwenu. Sauti hii na iende kwenye makaburi ya mababu zako. Sauti hii na iende kwenye asili ya wakwenu, ya kwamba wewe hautaziwiliwa, hautaziwiliwa na roho iliyokuikalia, hautaziwiliwa na roho zilizopasa wakwenu. Kwa jina la Yesu Kristo, inua mkono wako juu, sema sitaziwiliwa. Sema kwa sauti kubwa, sitaziwiliwa. Ningekuwa wewe ningetangaza nikiwa wima ya kwamba sitaziwiliwa. Hakuna roho itakayonizuia, hakuna roho itanizuia tena. Nimezuilika miaka mingi, nimefungiwa miaka mingi, sitaziwiliwa tena, kwa sababu Jehova anataka maisha yangu isiwe ya kuzuiliwa. Sitazuiliwa kwa kukosa ndoa, sitazuiliwa kwa kukosa biashara, sitazuiliwa finansiera, sitazuiliwa kwa asili ya kizazi, sitazuiliwa kwa maneno ya watu. Sema sitazuiliwa katika jina la nisikie sauti za watu zikisema sitazuiliwa katika jina la mwenye atazuiliwa. Haiko wewe, hawakusikia vizuri. Mwenye hatazuiliwa kwenye mwezi huu, niko na deklare kumaisha mtu mmoja. Mwenye atazuiliwa haiko wewe, mwenye atazuiliwa ni yule mwingine mwenye anaitika aongoze na asili na mila za jamaa, ukoo na familia, lakini wewe hautazuiliwa katika jina la Yesu. Hataweza kuita. Tuko na manabii ngapi benye bashatabiri, banajazwa na wanasema hapa na hapa, Mungu anasema wewe njoo, unaenda wa mbele. Wewe njoo, unaenda wa mbele. Ndio nasema Bwana, manake ndio unaona ni watu wa kwanza. Nashukuru tu Mungu kama atakuwa wa mbele, ndio maana tunaendelea kutembea. Na mimi natangazia mtu hapa, leo nishaandika jina lako, au niandika ya kaka yako, au niandika ya baba yako, au ya mama yako, au ya baba yako, sio majina. Nguvu ya Mungu ikishuka itaharibisha kwa jina la Yesu. Kuna nguvu yenye haizuiliki. Soma na shakate
yake inasema celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Sikia bien, aliye ndani yangu ana nguvu kuliko aliye ndani ya dunia hii. Eske kuna mtu mmoja iko hapa anaweza sema mwenyeko mie iliko na nguvu kuliko wa hii dunia? Sema vile nisikie. Sema vile mapepo ya kwenu nisikie. Sema vile matani ya Mungu yako nisikie. Sema vile pesa yako nisikie. Sema vile kama yana kuvua mwenyeko ndani yangu iko na nguvu kuliko dunia hiyo. Mwenyeko ndani yangu. Rudia ile maneno hii. Rudia useme hayo. Kama na akili ya niko na kumpina na gari leo. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maneno chini yangu ndani yangu ana nguvu kuliko dunia hii. Maneno ndani yangu iko na nguvu kuliko yule aliye ndani ya dunia hii. Aliye ndani yangu ina nguvu kuliko yule aliye wa dunia hii. Usikuwe na woga na Mungu mwenye ulimwamini. Mumaisha sijawahi sikia haya na woga kumshuhudia Mungu kama ana nguvu. Kweli.